Ujambo na karibu. Mwimbaji wa nyimbo za injili wa kanisa la SDA Mary Kilea Uchenyi amezungumza hadharani kwa mara ya kwanza kuhusu matokeo yaliyosababisha kushambuliwa kwake kwa tindikali, tukio lililomwacha na majeraha makubwa ya kudumu. Akizungumza baada ya kukaa kwa takribani ya miezi minne katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta, Kilea alidai kuwa alikatisha uhusiano wake na Elvis Opiyo baada ya kugundua kuwa alikuwa ameoa na alikuwa na watoto wawili. Anadai kuwa Elvis hakukubali kuachwa na aliendelea kumtafuta licha ya juhudi zake za kukomesha mawasiliano. Kilea pia alionyesha rekodi za miamala ya M-Pesa na ujumbe mfupi akidai kuwa alirudisha fedha nyingi alizotumiwa na kukataa zawadi mbalimbali ili kukomesha kabisa uhusiano huo. Aidha, alisema kuwa alitoa taarifa kwa polisi kuhusu shambulio la awali mnamo Novemba mwaka 2025, lakini hakuna hatua zilizochukuliwa wakati huo. Mshukiwa anakabiliwa na madai yanayohusiana na shambulio hilo la tindikali, huku simulizi la Kilea likizua upya mjadala wa umma kuhusu ukatili wa kijinsia. Kulingana na Kilea, Mary Kilea alikuwa na haya ya kusema na yanukuu: "Nilimfahamu Elvis mwaka wa 2019 wakati wa shughuli za kanisa, lakini tulianza rasmi mahusiano mwaka wa 2021. Mwanzoni nilimuona kama mtu mwema, mwenye upendo na alijitolea. Sikujua kuwa alikuwa ameoa na alikuwa na watoto wawili. Kadri muda ulivyopita, nilianza kusikia taarifa kwamba alikuwa na familia. Nilipomuuliza, alikanusha madai hayo. Baadaye niligundua ukweli kwamba alikuwa ameoa na alikuwa na watoto. Hilo liliniumiza sana na kunifanya nipoteze imani kwake. Hivyo nikachukua uamuzi wa kuvunja mahusiano yetu mwezi Aprili mwaka 2025. Baada ya kuachana naye, hakukubali uamuzi wangu. Aliendelea kunipigia simu na kunitumia ujumbe akitaka turudiane. Pia alidai nimrudishie kila kitu alichokuwa amenipa, ikiwemo pesa, viatu, nguo na zawadi nyingine mbalimbali. Alidai nilikuwa namdai zaidi ya shilingi 300,000, jambo ambalo sikukubaliana nalo. Aliendelea kunitumia pesa kupitia M-Pesa, lakini ilikuwa nikizirudisha kwa sababu sikuwa nataka kuendelea kuwa na uhusiano wowote naye. Alitaka hata kuninunulia simu ya gharama kubwa, lakini nilikataa kwa sababu nilijua kwamba mapenzi hayawezi kununuliwa kwa pesa. Baadaye mawasiliano yake yakaanza kuwa ya vitisho. Kulingana na ujumbe nilioweka hadharani, alidai kwamba ni kifo pekee kingetutenganisha. Nilihisi hofu, lakini bado nilitumai kwamba hali ingetulia. Kabla ya tukio kubwa lililonipata, nilikumbana na afisa mbalimbali vya vitisho na mashambulizi. Kulikuwa na matukio ya kufuatiliwa, kutishwa na hata tukio la awali la kumwagiwa tindikali mguuni. Wakati huo sikuweza kuelewa kila kitu, lakini baadaye niliona kwamba huenda yalikuwa sehemu ya mateso niliyokuwa napitia. Mnamo Machi tarehe 17 mwaka 2026, nilipokuwa nikitoka kazini pamoja na mwenzangu katika eneo la Ngong Road, watu wawili walitukaribia. Mmoja wao alimimina tindikali kali mwilini mwangu. Ndani ya sekunde chache maisha yangu yalibadilika kabisa. Nilipata majeraha makubwa usoni, kifuani, mikononi na sehemu nyinginezo za mwili. Nilikaa hospitali kwa miezi kadhaa nikipatiwa matibabu na kupigania maisha yangu. Imani yangu kwa Mungu, familia yangu na marafiki walinipa nguvu za kuendelea. Leo ninaendelea kutafuta haki
na kusimulia simulizi yangu ili wanawake wengine wasipitie mateso kama haya kwa sababu ya kufanya uamuzi wa kuondoka kwenye mahusiano yasiyowafaa. Kumbuka, hii ni simulizi inayotokana na madai na maelezo ya Mary Kilea aliyopata hadharani. Kesi inayomhusisha Elvis Ochieng bado iko mahakamani na kisheria mtuhumiwa hubaki hana hatia hadi atakapothibitishiwa kuwa na hatia na mahakama. Hayo ndio mambo ambayo Mary Kilea alikumbana nayo kwenye mahusiano yao, lakini ni kwamba ameeleza ya kwamba iwe kama funzo kwa wanawake wengine wasije kuyapata kama haya. Iwapo ikitokea kama haya, basi wanafaa kujiondoa mapema. Nakushukuru.